We have painfully learned from the past events in our county, particularly during the second assembly between 2017 and 2022, the events of our county, particularly that public squabbles, fights, and destabilizing effects on the county as they delay and hamper service delivery in our county. During these public fights, it is our people that suffer and are denied opportunity of enjoying services that are supposed to be given by the government. We are cognizant that our unity is our strength, and united we stand, divided we fall. And we shall stand firm and resolute to defend the dignity and honor of the great county of Kiambu. We equally ask all leaders and stakeholders within our county to join hands with us in making our great county a model county and a shining light in our country. Ya kwamba sisi hatuko tayari kwa mambo ya vita ambazo zinaendelea kwa kaunti yetu. Tunaomba tupewe nafasi ya kuhudumia Wakenya, wananchi wetu kama vile tuliwaomba wakati tulikuwa tunaomba kura, na kwamba sisi tuko tayari kusimama na hii serikali yetu, hata kama ni kwa mambo gani tutasimama nayo, tuhakikishe ya kwamba watu wetu tumewapea matunda ya ugatuzi kama vile tuliwaahidi. Sema bila aibu ya kwamba tunaomba ya kwamba isikue ni Kiambu peke yake ndio kutakuwa na hii michezo. Juzi na kama wabunge tumekasirika sana. Tumeona wabunge wa sehemu zingine, na nitawataja kwa majina kwa sababu waliongea kwa runinga zetu, Mheshimiwa Osoro na Mheshimiwa Junet Mohamed, wakitusi wakiingililia mambo ya uongozi wa kaunti yetu, na tunaomba wa concentrate na kaunti zao. Pia wao kuna kaunti ambazo wametoka, kwa hivyo waachane na kaunti yetu, na wale ambao wanawatumia wabunge wa hapa kwetu, kwa sababu tunajua wale wabunge ambao wanawaingiza kwa siasa ya Kiambu. Tunaomba tafadhali kuweni tu na utu kwa hii miaka mitano. Tulipoteza miaka mitano ya ugatuzi between 2017 and 2022. Tafadhali kuweni na utu na muweze kuheshimu wa Kiambu, wana Kiambu, ya kwamba tuwapee huduma ya miaka mitano bila kuleta mambo ya siasa. Heshimu vitengo hizo za serikali, wale ambao ni EACC, wale ambao wanafanya kazi kwa DCI, na pia tunapea heshima kubwa koti zetu. Sisi kama waheshimiwa tunasema ya kwamba hatuko hapa kuongea mambo ambayo yanaendelea kwa EACC, lakini tunaomba zile vitengo za serikali wasikubali kutumika kisiasa, wakubali kufanya kazi kwa uwazi as has been provided in the constitution. Ile mandate yao walipewa, wafanye kazi na hiyo mandate, na wasikubali kuingiza siasa kwa mambo ya utendakazi wao. Wasikubali wanasiasa kupaka tope those institutions that we hold high with high esteems. Na tumesema hakuna pahali serikali kuu inaingililia, but of course tunajua there are some individuals ambao si mara ya kwanza kuingililia uongozi wa county, na ndio tumeomba watuweze kutupea nafasi tuweze kuhudumia raia, tuweze kuwapea huduma ambayo tuliweza kuahidi wakati tuliomba kura zetu. Protect devolution as enshrined in our 2010 constitution, because by the going of the things we are likely to lose devolution, because we have seen funds like fuel levy fund, FROCA fund, KUSIP fund have been taken over by members of our parliament. Kindly protect devolution, because that is the work that you have been given by our constitution. Very good. Thank you. Thank you. Thank you, majority. Let me take this opportunity to thank the members of the state. Majority.
Tota kwa jero kanona kwa. Majority. Okay, sir, jibi ka wakang. We are set. Besides that, do take it you. Utari kurang. Ona kenya tuigaga muno father. Kuna chuki akae na chuki yake. Ule mtu anapenda wa Matangi asimpenda wa Matangi, lakini wacha wa Matangi. Mimi kazi yangu ni kufanyia watu wangu kazi. Mimi sina maneno. Ule mtu anataka siasa afanye siasa ile mahali anataka. Hapa Kiambu hakuna siasa na wa Matangi hataki siasa mwaka huu ama namna gani? Na 26 watu wa Kiambu hatutaki siasa, tunataka siasa mwaka wa 27 ile ambao kuna uchaguzi. Watu bado hitu. Hilo ndio maisha, mambo simple sana. Wale viongozi wengine wanaweza